Ingine kama kama tumefanya decision katika lower time frame, kwa lugha nyingine maamuzi yetu yataisha pale ambapo tuna encounter higher time frame level yoyote, either higher time frame liquidity area ama higher time frame either higher time frame liquidity area ama higher time frame level. Sawa. Sasa we have that one level ambao ndo tunasema ni opening price, sio hivyo, ya hiyo trend, kwa sababu hapo hiyo ni bearish candle, sio hivyo. We have that one level, that is level number 1, lakini we can say level number 2, we can say this level ambao price imevunja, kwa sababu kumbuka hii ni daily level. Price inaweza ikaishia hapo hapo na ikaendelea kumove kuelekea chini, sababu ni level ambayo ilivunjwa, ni level ambayo kulikuwa na intentional bulls ambao walianza kubuy, lakini price ikavunja. So those bulls can turn into, because we need sellers so that we can buy, we need buyers so that we can sell. Those buyers ambao walikuwa hapo wameact as liquid, price inaweza ikafanya hivyo, na hapo ndipo ambapo ile scenario ya break and retest tunaiona hapo, price kwamba inaweza ikaja hapo ikaretest na kuenda chini. Lakini wewe usiwe mjinga kwamba price ikifika tu katika hiyo level hapo wewe ukakimbilia moja kwa moja katika level hii, kwa sababu umesema kwamba hii ni level ya daily, ukafanya maamuzi yako. Most of the time you will be fucked up, au sio? Kwa lugha nyingine, ukishaona hiyo daily level, chill. Sawa. Subiri maamuzi katika lower time frame ya kuambia kwamba wewe you have to make decisions. Simple kama hivyo. Price ikifika katika daily level, any level from the daily, then look for deviations, look for changes sometimes. Lakini itakubariki sana ukiwa unaangalia changes katika lower time frame, kwa sababu hapo utapata entry na utajikuta in a month una loss chache kuliko wins. I mean una wins nyingi pia kuliko losses. Maana yake una loss chache kuliko wins, the same statement. Sawa. Kwa you have to understand potential levels za daily and above. Narudia tena, levels za daily and above. Mark your level, nenda katika lower time frame, angalia reaction, angalia kama ile level imeleta effect katika lower time frame. Umeona? If kama you believe in the trend zaidi, you can go and trade trade zile wanaita risk entry, yani kama ngoma imefika tu mimi natembea nayo hivyo hivyo. Sawa. Lakini kama unaona kabisa unahitaji kusubiri, then subiri ufanye maamuzi, kwa sababu hii level ambayo tumeimark hapa ni level ya daily, si ndivyo? Ni level ya daily ambayo tumeimark hapa, si ndivyo? Lakini hii ni wanawa. Sawa. Ukienda wanawa unakuja kukuta kwamba hii movement yote price yani hii movement yote mpaka inaenda kule juu, price ilipofika ilikuja kuvunja hii ni level. Hiyo ni level. Kwa sasa wewe utakachokiangalia ni hicho, kwamba utaangalia, je, price itafika hapo, inaweza ikaishia hapo ikaendelea kwenda chini. Lakini kama lower time, kama itafika hapo na price itafunga above, itaendelea kubuy, then utaendelea move mpaka price ifike katika nini, katika daily level. Kama utakuwa umebuy, maana yake price ikifika katika daily level wewe toka. Sawa. Price ikifika katika daily level hiyo toka. Price ikishafika hapo inaweza ikaseli, lakini je, unaweza ukaseli kwa kuangalia criteria gani? Utaenda katika wanyao, either sasa utasubiri kama either ifike hapa ikuonyeshe changes zozote, sawa, then useli, ama price ifike hapo ideviate mpaka kwenye level ya daily, ya level ya wanawa, ambao we are seeing another level hapo ya wanawa ambao ni hii hapa. We are seeing level ya wanawa, for example nearby level ya wanawa inaweza kawa hata hii hapa level ya wanawa hapa, ikafika hapa ikashindwa kufunga above hapa, na wewe ukafanya maamuzi hapa. Sawa. Kama price ikija kuvunja hapa hii level I mean ikija kuvunja hapa hii level ya wanawa na ikaendelea kubuy, basi probably tunaweza tukaanza kupata effect ya kuanza kubadilisha trend, kwa sababu unaanza kuona levels zile zinaanza kugoma. Sawa. Kwa sababu kama tunaanza kubadilisha movement, unaanza kuona zile levels zinaanza kugoma, then utakuta price inaenda ina move, inatengeneza, inavunja hapa, inakuja kuvunja kabisa huko juu,
Sawa. Kwa hiyo ni vitu vya observe sana, na utafanya maamuzi based on what price is telling you currently. Mo. Lakini sio point of interest ambao kwamba bana imefika hapa mimi ninasubiri hapa ni buy. And that's the difference between the profitable traders and people who ambao wana ruka sokoni. Sawa. Always fanya maamuzi based on what you see now. Yani maamuzi yako yoyote sokoni inabidi yawe from current, kwa sababu wewe sio benki. Wewe huna hela hiyo, una trade $50, $100, $200, $300, $400, $500. Sawa. Maamuzi yako ukitaka kuongeza win rate, according to me, work on the currently, work on the recency. Hicho kitu kitakubariki sana ukiwa una develop career yako ya trade. Kwa hiyo know your significant level, mark your significant level. Ukisha mark your significant level from daily time frame, work on that. Yani unaweza ukawa una work on kuanzia daily time frame kushuka chini na ukatengeneza nyingi sana. Unaweza usiwe mtu wa kuhold mapips kibao, kwa sababu ukiwa una work from daily time frame utakuwa unajua bana, sasa hivi naweza nikatrade retracement, sasa hivi naweza nikatrade hichi, sasa hivi naweza nikatrade hichi, naweza nikatrade hichi. Utakuta kuona kwamba inakubless, kwa sababu unaweza ukatrade movement zote. Unaweza ukatrade counter trend, unaweza ukatrade main trend, then unaweza ukaenda ukashika. For example, siku nilikuja nilitrade hapa sawa, kwenye daily, kwenye wanao niona price imefika imeshindwa tu kufunga hapo chini, nikaona hii movement inaweza kaleta retracement, kwa nikatrade hapo, nikaja kutoka pale kwenye opening price ambapo ilikuwa ni somewhere hapo kwenye opening price ya daily. Kwa hiyo mimi nimetrade candle moja tu ya daily. Una trade candle, unapata pips zako, unatembea. That's how you become profitable. Kwa hiyo kwa wiki unaweza ukawa unajikuta ukiwa unazingatia hivyo, unaweza usiwe, kwa sababu kutrade ni kuchagua. Umeona? Unapofanya analysis unafanya analysis katika time frame kubwa, sawa? Lakini mimi nashauri sana mtu ambaye unaweza ukahold na vitu kama hivyo, at least bana uwe na hela nyingi dogo, unaweza sababu mimi na hold. Lakini hivi hela vyetu ambavyo tunavitrade hivi, umeona? Sababu la kutrade funga upate hela, umeona? Hivyo. Trade, fuata pricing. Chagua pair zako 2-3. Mimi by the way, mimi tena hata hii GBP USD inayo nzuri, lakini mimi napenda tu Euro USD. Haya. Mfano wa mwisho sasa, natoa mfano wa mwisho kwenye hicho kitu ambacho introduce ni hapa leo. For example hapa, umeona, mtu anaweza kusema kama mwanangu hapa price imeshift. Umeona? Sasa price imeshift, lakini mimi sioni. Bado hamna movement ambayo imefanya, ambayo hamna movement ambayo hakuna movement ambayo imebadilika hapo. Why? Kwa sababu kuja kuangalia hii area hapa haikuwa area of liquidity ya monthly, kusema, kwa sababu price ilikuja kwenye opening price tu hapa, ikafanya mafeki chake ikatembea, sawa. Lakini this area was more logical kusema kama price ilikuwa inakuja katika hii level hapa. So mtu ana mark hii level as liquidity area, sawa. Price ikaenda ikarudi hapa ndani, sawa. Iliporudi hapa ndani ilivyorudi ndani hapo, kawa na level zingine, kulikuwa na hii level ambayo ilikuwa ni weekly level. Ilikuwa hiyo ni weekly level, price ndio ikaja hapo kwenye weekly level ikaondoka, sawa. Lakini sasa hii, kama nilivyosema, hii ni level tu, sawa, kwa sababu ni level ambayo umeimark kwenye point of interest hapa. Hii ni level tu, it has nothing to do with you making decision hapo, sababu kulikuwa na possibility na market fanye iende chini. Lakini hiyo ni weekly level,
effect yote hii imeanzia katika hiyo weekly level, as inaonekana hapa. Price ilivunja, maana hiyo ni weekly, itengeneza support hapo na haikuwa tested. Lakini wewe decision ya kubai hapo utaibai pale ambapo currently hapa unaona kama inakuwa ni. Sasa unaona price imeenda, ipo katika monthly area of liquidity, sehemu ambayo tunatafuta buys. Unakuja kuona kuna level ya weekly. Hiyo level ya weekly price imereact kwenye hiyo level ya weekly. Unakuja kuona hiyo level ya weekly imeleta effect katika daily trend, maana price ilipokuwa inashuka chini, ilipokuwa ina sell, price ilikuwa ina maintain, uh, ilikuwa na maintain bearish area of liquidities, tunasema hivyo, bearish point of interest. Prices ilikuwa za maintain bearish area of liquidity. So point of interest na kosea, so point of interest it can be defense line, alafu ikavunjwa. Lakini area za kuziangalia tunaweza kusema point of interest, manake area of liquidity inaingia ndani ya point of interest, lakini kusema area of liquidity inakuwa ni kubwa kuliko level, kwa sababu una include a whole area ambao levels zinaweza zikawa ndani yake. Tayari market tukaona ikatubadilishia hapa, ikatuonyesha trend ya kubai iliyofika hapa, kutengeneza high low high. Umeona, baada hapo movement imekuja kugeukia kwenye nini, kwenye level map. Price ilikuja ikatengeneza resistance, then ikamunja resistance, then the resistance stand support. Price imekuja katika hilo eneo ikashindwa tena kufunga chini, maana yake level is okay, then here we go, boom, bullish mpaka hapo. Unaona, sawa. So kitu kama hiko, sawa. Katika daily time frame unaona price imemove. So far we have something, hapa price ilikuja hapa ikareact hapa kwenye hii level hapa, ikaenda hapa juu ikafunga, yes, ilifunga above hapo, ikarudi kwa price hii level, price ikaja ikareact na hapo ikaconsolidate hapa, maana hapa price ikawa inacheza kwenye lower time frame. Sasa hivi ndio imevunja kuelekea, imevunja chini, lakini imevunja still, price ipo katika area sasa katika area ya weekly kama tunavyoiona. Kwa hivyo ndo ambavyo unaweza kuweza, kwa sababu price ilienda ikafunga pale juu, so kama hapo unavyoona tupo katika area ya weekly hapo, kwa price ndo ipo bado inaendelea kuleta effect kwenye sales, lakini what am I expecting, kama hii ni effect imetoka katika monthly time frame, maybe I'm expecting to see something like this, maybe baadaye price inaweza ikaja labda katika hizi level za kuja, kwa sababu imetoka effect kutoka katika monthly time frame kwa sasa hivi. Lakini inawezekana pia ikaja kuvunja hapa na ikaja kuvunja hapa na ikaenda huku chini. Why? Kwa sababu tunaona the same thing. Ana mimi bana kuhold bana, mimi mambo ya kuhold sana, mimi nimehold sana siku 3 siku 4 kitambo sana, nilikuwa nimehold muda mrefu, kwa sababu mimi naonaga unaweza ukawa una hold una take price, haiwezi kaenda tu direct tu, price taenda. Umeona hapa imeenda, lakini imegeukia katika nini, katika level. So imegeuka katika level, sawa. Haya, liquidity area hapo hipo hakuna, lakini nini, level, na imeleta effect for couple of weeks kibao hapo, ngoma imeshuka chini. Umeona, kwa kama tulikuwa tunasubiri tu liquidity area tufanye maamuzi, kwa ni ngumu. Kwa kama tukiweza kujua na kuona namna ambavyo tunaweza tuka trade hizi level na tukaweza kutumia hizo level into our advantage, unaweza ukatengeneza kibunda kizuri tu, sawa, safi kabisa, kwa sababu unakuwa hivyo. Kwa currently that is what we see, na kama hapa tunavyoona, umeona hapa hiyo opening price hapo, niweke vizuri hapa, opening price ngoma hajafunga huko above, umeona, kwa inakataa, lakini tuna deviation. Hiyo deviation inaenda kwenye nini, naenda hapo, hiyo ndio level na mark hapo, lakini price imetoka imeenda paka kwenye nini, kwenye level. Imeenda kwenye level gani? Anza mambo
Hii ndio inakuwa more logical, sababu ukija kuangalia price ilikuwa katika bearish, ikavunja hii trend hapa, ikawa more logical for this area here, sababu hii ndo currently. Basi price imefika hapo, ime react hapo, ime move kuelekea chini, umeona. Lakini kwa mfano kwa hii ya GBP USD, umeona kitendo cha hii price kufunga tu hapa above hapa, umeona, mimi nisingefanya maamuzi hapa, nisingefanya maamuzi hapa. Okay. Sorry. Hii ni major structure. We have minor structure here ambayo imehappen katika the same time frame. Kuwako hizi major na minor structure ni moja kati ya challenge kubwa sana watu wanapata. Yes, this was perfect. React imeshindwa, imekuja kureact, imeondoka. Kwa sababu kabla ya market kuja kufunga huko chini, umeona, kwa na level ambayo hii hapa, very clear. Yani kabla market kuja kufunga huko below, market ilianza kufunga below hii level. So pia ni level ambayo pia ukija kuangalia katika current market, unaona price ilikuja ikareact kwenye hii level ya hapa. So this is minor structure ambayo inakuwa inatumika kama deviation. Tunasema ni structure within the structure. Ni level inakuwa inahesabiwa kama level, unless labda ukiona katika time frame labda ambazo za chini ndio unaweza ukaiacha uchana nayo, lakini kama zime happen katika the same time frame, mara nyingi pressure inakuja mpaka huko, imeondoka. Lakini you won't be catching entries every day. That is one thing I can tell you. You won't be catching entries every day. Huwezi kuwa unajua kwamba this is happening, this is not happening every day. Haiwezekani. So you will be catching entries, lakini not every day. So sometimes you have to learn how to accept kwamba bwana, hii nimepata, hii nimekosa, hivyo. That's how you do. Ukipata una trade, ukikosa chana nayo, hivyo. So I hope sijaelezea in a way, nimeeleza tu vile ambavyo mimi nafanya. Mtu mwingine anaweza asielewe, which is also okay, lakini that is just simply ambavyo mimi naangalia soko when it comes to analyzing na kufanya decision based on point of interest na how I define liquidity areas, namna ambavyo naweza mkawork with, na kikubwa ni namna ambavyo unaweza ukacheza na time frame, kwa sababu area inaweza ikawa sio area inaweza ikawa sio liquidity area ya monthly, lakini pia ikawa liquidity area ya weekly. So ni muhimu sana kujua, ili kuweza kujua wewe kusubiri nini hasa, yani unachokiangalia sokoni unakiangalia kitu gani hasa, na effect utaziangalia katika time frame gani. Lastly, naweza nikasema kwamba forex market is not easy. People get a lot of losses, unaona, lakini kila kitu unachokifanya is discipline. Discipline ndio inakuja kumaliza kila kitu, kwa sababu tunasema wewe unaweza ukawa ni best, unaweza ukawa kama mimi best in analyzing the market. Do I get losses? Yes. Lakini do I lose my accounts? No, not anymore. Why? Because nazingatia sana kama sawa, nimepata loss and it is part of the game, it is part of this journey, lakini that loss doesn't affect what tayari nimeshakuwa nimeki-earn kwa muda mrefu. Hiyo ndo tofauti kati ya profitable and unprofitable trader. Learn how to accept the risk which comes with trading. Kabla ya kufanya maamuzi, make sure you have a lot of reasons why you want to make that type or that certain type of decisions. Hakikisha hoja zako zinatija,
za kufanya ufanye maamuzi. Hoja zako zinakuwa supported with couple of confluences ambazo wewe unaona these are the confluences that I'm using ili kuweza kufanikisha hili jambo. Unaona, hata kama you are using another strategy, another way, hata kama you are approaching the market in a very different way, mimi naamini profitable traders all wana kitu kimoja in common, and that is discipline ya kufanya maamuzi. Mimi namwangalia mtu kama Falcon, mtu kama Falcon ni mshikaji anaitwa Michael Hudson, yeah. The guy inspires me a lot. Amekuwepo kwenye industry more than 10 years. He's drawing lines, ana njia yake ya kuangalia momentum na vitu kama hivyo. Very successful trader with a very great team. Am I doing what he's doing? No. I have another way of looking at the market, another way of, analyzing the market. More. Tena the guy makes a lot of money, more than most of the traders. More. Lakini why? Kwa sababu amechoose kuwa discipline na kile kitu anachofanya, na amechoose kuamini kwenye kile kitu ambacho anachofanya. Kwa cha kwanza, jiamini, usiogope kupoteza hela. Sababu ukiona unaweka entry afu unaogopa kupoteza, unasema ngoja nisiweke stop loss, labda itaenda afu itarudi. Maana wewe unajua wewe ulikuwa unafanya maamuzi ambayo ni ya kipumbavu, au hujafanya maamuzi ambayo yapo professional. Inaita professional decision. Professional decision ni pale ambapo unaweka entry, unaweka na stop loss. Ikikubabua unajua kabisa okay, hapa nimefanya maamuzi hivyo. Kwa sababu unapokuwa unaweka entry, mimi kwa mfano, mimi hata nikiwa sometimes nafanya maamuzi kwenye daily time frame, naweka limit order, lakini utakuta sometimes unaweka lot ndogo, unaweka stop loss, labda unaona potential ya trade kukupa pips labda 120, unaweka stop loss hata pips 40, sababu unajua itakupa 3:1. Why? Kwa sababu unajua kama price inaweza ikadeviate, labda ikaenda katika lower time frame levels, and then labda I'm busy, I'm not there to look at the market after kila baada ya saa moja kuangalia namna ambavyo candle imeclose, namna candle ambavyo imeanili. Sina huo muda, I'm busy. Kwa hiyo unaweka tu limit order kwenye daily time frame, alafu then unaangalia kwamba unajua kabisa hii ngoma ikideviate itafika hapa, haiwezi kazidi hapa. Ikizidi hapa manake basi trend imebadilika. Unakadiwa na pips kama stop loss kwa juu yake, ukiweka kwa juu yake dogo pips kama 40, potential wins pips kama 120, unasema let's go. Kwa the same amount of money ambayo utakuwa unakubali kupoteza itakuwa the same, lakini at the end of the day trades zinakuwa a win trade. So that's how you do, that's how you trade. So you can do this katika pair nyingi of your favorites. So that being the case, thank you so much for paying your attention to this moment. To me, if I add something in your trading journey, kwangu mimi it's a blessing. Na kama umefika mpaka kwenye dakika hii, then you are one of the few, kwa sababu sio kila mtu mwingine jamaa anaongea vitu gani, sawa. Lakini I hope this video impacts your trading journey, and nipo katika stage za mwisho, of course. I have a lot of things that I want to share with traders, sana traders ambao wanazungumza Kiswahili, wabongo wenzangu, fellow Tanzanians, kwa sababu I believe sisi kama vijana ni sehemu ambapo tumeona we can employ ourselves kwa kupitia trading. Ni nyanja ambayo ina pesa nyingi, ina potential wins nyingi, lakini pia ni ngumu pia. Kwa hiyo kama mimi nimebarikiwa at least kufika sehemu kupitia trading, I believe I can change someone's life. Okay. Nipo kwenye stage ya mwisho. I'm preparing my book. It will be out soon. The book is out. I will announce people ambao watawiwa, if they want to purchase, they will purchase. Lakini for what I can say, it's one of the books ambazo mimi binafsi I'm a good reader. People knows that I read a lot of books. Mimi nimesoma vitabu vingi sana vya forex. Unajua
ukiwa unataka kuandika kitabu fulani kuhusiana na topic fulani, you have to go and kuangalia watu wanaandika nini kwenye vitabu vya forex. Kwanza watu wameacha kutoa vitabu vya forex. Vitabu vilivyokuwepo vingi sokoni ni vile vya zamani, wanazungumzia mabolinga bands. Yani sijawahi kuona kitabu ambacho wanaongea pure technical analysis bila, yani kuna wengine wanaandika vitabu yes, lakini utakuta anaandika mambo ya order block rejection, sio vitu vyake hivyo, ni vitu vya mtu mwingine, yani vitu vya yani ni mtu ambaye anaelezea market kwa namna ambavyo amesikia. There is a difference between kuelezea market kwa namna ambavyo wewe unalielewa na kuelezea market kwa namna ambavyo umesikia, ni tofauti. Umeona? So the way katika hicho kitabu nimejaribu kutumia lugha nyepesi mno kuelezea market katika lugha ambayo, na nimetoa mifano ya kawaida ambayo kwa mtu ambaye hutoelewa forex, if you read that book, binafsi I don't know, maybe forex is not the part of sehemu ambapo ulipangiwa uwe successful kupitia forex, lakini ni kitabu ambacho mpaka sasa hivi bado nakifanyia auditing, naangalia what to add, kitu gani ambacho labda nilikiandika in a complicated way, niangalie namna rahisi. Bado tuko katika stage hizo, sawa. And if the book will be out, you will hear my announcement for those ambao watataka ku get that knowledge. It's mimi binafsi hata nakisoma nasema kweli, hata if today I'm going down today, nitakuwa nimeacha legacy in this industry, and that is my point. I hope namgusa mtu in one way or another. So if you have more questions, I am very friendly. You can text me. You can text me WhatsApp. Any questions, even you can text me. My number is on my bio on Instagram. So you're warmly welcome. This mwaka 2024 tunaita a giveaway year. Ni mwaka ambao it's a giveaway. So you get all these things. One. You get all this knowledge, all these things. Kuna mwingine anajua nilivyokuwa navizungumza, kuna mwingine ndo anavisikia leo, kuna mwingine anasema kweli. Kwa hivyo, so I wish you all the best kwenye mapambano yenu ya forex. I hope everyone will win this. Mwana, nadhani next video nitaangalia kitu ambacho naweza nikazungumzia, lakini nadhani I will talk about momentum, sababu kwenye price kipindi nasoma kitabu cha Trading Chaos, Billy Williams anakwambia kwamba tunachokiona sisi ni price, yani what changes yani kitu cha mwisho kabisa kubadilika ni price, na ambapo wengi tunafanya maamuzi kipindi trend inaishia. Yani kwa mfano watu wengi sana, sehemu ya kuseli ilikuwa huku juu, lakini mtu anataka kuseli, utakuta mwishoni pale trend inaishia, ndio utakuta masellers ndio kwa pale, ndio ambapo hao jamaa wanasema vijana wameanza kuingia wengi sana, wanajua itaendelea, then wao ndo wanageuza mzigo. Kwa hiyo wanasema cha kwanza kunakuwa na decision ambazo zinakuwa zinafanywa based on decisions za bulls and bears sokoni. Cha pili kinachobadilika ni kuna kitu kinabadilika, nimesahau kidogo. I will explain that nadhani kwenye hiyo next video, lakini baada hapo momentum ndio inabadilika, sawa. Baada hapo price ndio inabadilika. You will start to observe. Ukiweza sasa kuobserve kabla price haijabadilika, ukianza kuweza kuobserve momentum change, yani kama vile ambavyo kwenye euro USD inamaanisha kama vile ambavyo momentum hapa tunaanza kuiona katika hichi kipengele hiki. Ukiweza kama hapa momentum sasa, ukiweza kuobserve vitu kama hivyo, wewe uko one step ahead kuliko most of the people ambao wanasubiri price ibadilike kabisa. Yani kuna mtu mwingine anaseli huko kabisa chini kabisa, hivyo unakosa hela sokoni. Kwa see you next time. Keep sharing the link. You can copy it from the bio. Copy sharing for most of the people.
waje kupata this beautiful knowledge, is priceless. I can say this is priceless. People come, watu waje wajifunze, wariski hela zao waweze kutengeneza chochote kitu. I love you all, so see you next time. I'm signing out.